kama uko Kenya, kama uko majuu, no matter where you are, hii ni Christmas Eve na leo leo I'm so much into this Christmas Eve and msiniulize ni kwa nini. Today leo na welcome kila mgeni, waheshimiwa, watu wa kawaida, wasanii na kila mtu. Leo niko na mgeni. Nataka nipatie story poa. Unajua mimi nilikuja kuishi Zima. I live in Zimmerman, Roysambu, but I don't know much about Roysambu. And today ule mgeni nimekuletea hapa I think atawaambia stories za Zima. Mimi nataka tu kujua Zimmerman ilikuwaga aje. Nilikuwa nasikia Zima is a sinking place, sijui nini. The one and only Jade, the youth leader Zima. Jade, karibu sana. Asante sana, Benso. Kwa majina naitwa Jade Wamboi. Ama mavijana mtao niita Mama Roysambu. Yes. Watu weu niita Mama Mo. Ama Shosh Manyanga. So thank you so much for having me hapa. Thank you. Karibu Merry sana. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Unajua kuna zile tunasemanga Christmas is not Christmas until it's Christmas. Oya. Yeah? Sa Jade, karibu sana. Asante. Karibu sana huku kwetu. Hii ni kumingle na Benso Chocha. Inaga story mo. Huku kwetu. Huku tu ni kumingle up, kujuana, kujuliana hali. Unajua sasa kuna ile tu stories zetu za hapa tu mtaani. Kweli. Tunajuliana hali, tunajua sasa tumefika kutoka hapa mpaka hapa. Jade, tell me more about Zimmerman. I don't know anything about Zimmerman. Tell me where the Zimmerman started. Mpaka saizi mahali tuko. From there. Zima ni mtaa, Zima ni home, Zima ni ocha, Zima ni ocha kwa watoi wangu. So huku ni home. Jina Zimmerman ni jina ya Mjerumani. Hii shamba ilikuwaga yake, ikakuja ikanunuliwa na a group of, tunaweza waita friends, walikuwa wametoka Mwemuto, Lower Kabete. Kuna wale bado famili zao ziko hapa, kulikuwa na Shosho Wagedhuku, Shosho Jenga, na Ukakoroma, na Shosho Koroma. So si tulikamigi Zima 83. At 8 what? 83. Wait. 1983. Ngoja. 83. 1983 you were in Zimmerman? Yes, 83. Huku ilikuwa ni kichaka. Ilikuwa matopeni. Kulikuwaga na mathiri kadhaa. Nakumbuka back in the days tukienda shule, me and my brothers. Gari ingekuacha ulikuwa una take about another hour kabla gari ingine ikam. From where? From town. Oh, no. Population haikuwa kubwa. 1983 kulikuwa na Thika Road. Kulikuwa na Thika Road. Ni vile tu ilikuwa single, sasa hii ni super highway. Hiyo time ilikuwa ni single lane, ilikuwa double lane, yes. Ukifika Allsops, Safari Park. Sasa unfortunately Kamiti Road yetu bado imebaki single lane, inafaa kuwa duo. So hiyo 1983 kulikuwa na base road. Hakukuwa na kitu kama base road. Barabara ilikuwa ni moja. Entrance hapo base, hiyo ndio ilikuwa entrance ya mtaa. Ulikuwa unaingia unaenda sasa ukipenya mahali wewe unakaa. Haikukuwa ati kuna base, sijui kuna Tanas, sijui kuna Canopy, kuna Mirema, area ilikuwa ni moja. Unaingia, unaenda ukipenya. So, ngoja. Kuna kitu nataka kujua. Okay, mi nimeishi Zima, but sasa there's more deep stories I want to know about Zimmerman. Zima, umesema hakukuwa na base road. Na Zima, Zima ilikuwa inakaaje? Wakati ulikuja kulikuwa na tunyumba tunakaaje? Wakati tulikam kulikuwa bungalows peke yake.
tulikuwaga na unasikiaga hii inaitagwa Tanas, ilikuwa tannery hapo. Tanas ilikuwa inatengeneza nini? Ilikuwa inatengeneza hides, ngozi. So kulikuwaga na harufu mbaya sana, hata actually most of the guys tuligrow now, uko unapata mtu anapata allergies za macho zinakuwa red, mabati ziko corroded. Ilikuwa ni harufu mbaya sana na ilikuwa inaleta ilikuwa ngozi ya ngozi ya ng'ombe, ngozi ya ng'ombe, a curing of the nini. Okay. So ndio unasikiaga hii area inaitwa Tana. So hiyo time mtaa watu wa kitambo kulikuwaga na ma3, si ati zilikuwa manyanga, but kulikuwa na ma3 ilikuwa inaitagwa Big Daddy. Kulikuwa na Farmers 1990. Tulikuwaga na JDC. Sasa ama hapo ndo hizo ni saa zile mlikuwa mnaenda kuingia unasikia baby hatukuna watoto, hatutaki watoto. So hiyo time hakukuwa ati kila mtu anakaa kiti yake. Ulikuwa unaingia gari unatakiwa in huku katikati ya watu. Kulikuwa na Kenya Bus hiyo time, I remember. Kulikuwa na stage, stage kubwa ilikuwa gani hapo base, sasa mnaita base. Hiyo ndio ilikuwa stage. Hiyo ndio ilikuwa entry point ya Zima ya mtaa. Ya hii mtaa. Na nilikuwa nasikia ati Zima ndio ilikuwa tu mtaa ya mapanga. By the way hiyo kitu hata saa hii unaenda kama area unasikia ni vile tu saa hii kajina kameharibika kidogo. Lakini Zima ilikuwa mtaa fiti, haikuwa kaa Buru, but ilikuwa mtaa inatoka mapanga. Watu kuvaa safi, watu kuenda unajua kukaa fiti, kupiga kaluku. Hizo vijana wanasema kupiga luku. Ilikuwa ni mtaa you are proud to be associated. Kulikuwa tu na shida moja. Kulikuwa na shida ya flooding, matope, because as you can see Zima tuko mahali chini. Mahali chini kutoka Roesa, kutoka hiyo Roesa. Exactly. Kwa kaka depression fulani. We are not like Githurai ama nini. So kulikuwa na shida ya flooding, population haikuwa juu. Kulikuwa na ghorofa moja peke yake. Unaona ile area 1 can na ilikuwa na 1 to 2 floors. Kidogo hapo sasa tunaita base. Msee mwingine akakuja akajenga hapa Texas, kuna ghorofa ya kitambo sana. The first junction ukiwa base, tusidanganyane Benson, unajua hata saa hii infrastructure yetu haijafika mahali inafaa kukua unfortunately. And this we can blame it on ourselves kwa kuchagua bad leaders. That is all I can say. So nikuulize swali before tufike hapo. Kuna ile kulikuwa na the festive seasons during those days. How was it? Can you tell us mlikuwa mna relate na like Zima ilikuwa mtaa ya mapang na kuna hiyo mtaa ya Gedho, kuna Kaha West, kulikuwa na area ya Roesa. Hiyo inaitwa Roesa, ilikuwa inaitangwa Jogoo Estate. Jogoo? Hapo Lumumba Drive ilikuwa Jogoo. Ilikuwa inaitwa Jogoo. Jogoo Estate. Inaitwa na ilikuwa tu ya kipunk hivyo. Ilikuwa ni mtaa fiti. Na 44? Watu wa Gedho nawapenda sana na msinipige. Gedho tu hivyo hiyo jina iko. Gedho hiyo time kulikuwa kumoto. Unaishi wapi Githurai? But Zima hatujaikuwa na hiyo issue sana ya mtaa kukuwa associated na crime until some years back. Ilikuwa gani mtaa ilikuwa safe when we were growing up sana. So imekuja kuharibikia wapi jo? Si kuharibika, unajua as anything grows inakuja na challenges zake. So population imegrow, diversity, watu wametoka maarea hivyo. Actually sisi wenyeji wa huko I think sisi ndio wachache kuliko wale watu wa kukam. So mtaa Zima tu ilibaki kuwa tu Zima. Ilibaki tu kwa Zima mpaka saa hii. Nilisikia kulikuwa na manduma mingi sana. Kulikuwa na manduma. Wacha na manduma kwanza juu simekwambia ilikuwa ni kewa, ni swampy hivi. I remember me and my brothers growing up tulikuwa tuna hunt sijui zinaitagwaje na Kiswahili. Ni sungura but hare in English. The hares, not the rabbits, the hare, the wild rabbits. Tulikuwa huko chini tulikuwa tunakuitanga softy. Saa hii Rorie.
kulikuwaga na kware zilikuwa zimechimbwa mawe until maji ikaanza kutoka chini. So me and my brothers, I don't have a sister, so nilikuwa nikido everything my brothers used to do. Tulikuwa tukichukua ndoano, my brothers wanatengeneza, tunaenda huko fishing. Unfortunately kuna some of our friends growing up wali ukienda Dufumpara ro huko ukidive una hata katikati ya mawe una drown. So huku kulikuwa gana kila kitu, tulikuwa tumefuga madush. Dushi yako ilikuwa inaenda unasikia imeenda mpaka west, lakini bado itakaa mtaa. So tulifanya tuseme hiyo tulikuwa tukifanya urban farming ama sijui tutaita nini. Tulikuwa na madogi, the one who had most dogs. I have a very good friend. Kijana amegrow ya hii mtaa saa hii ni hapa 45 anaitagwa Timo ama Uche. Tulikuwa tumitaga Timo madogi. You know Uche? Yes. Uche the boxing guy. Yes. Uche is my friend. Yes. Uche mmegrow naye? Uche tumegrow naye hapa, sisi tulikuwa kimita Timo madogi. Timo alikuwa na madogi mob ka yeye. Na dogi za kukutoa siaka. So tulikuwa tunamitaga Timo madogi. By the way, kama mmegrow na Uche, Uche tulikuwa na bando moja na yeye alikuwa anaimba reggae. Oh, nice. Yeah, so umetoka mbali? Umetoka mbali. Na mimi furahi sana nikiona my brother is doing well, he's giving back kwa mtaa yake. Kama hiyo Thailand Boxing Club. Yes. The way he's training kids, discipline nini. So nafurahi naona si mali tulikuwa tunaenda tukisonga tu. Wow. Yeah. And that is Zimmerman. That is Zimmerman for you. How was the Christmas? Kulikuwa kunaendaje? Kulikuwa na ile, kulikuwa na wale watu wanatoka Geshagi wanakuja Tao. Tuseme sasa mlikuwa na makuzo walikuwa wanatoka Geshagi wanakuja Nairobi. Of course. Sasa mlikuwa mnaona aje? Like hawajikuvaa. Okay. Chrissy, your time Zima. I remember the only church tulikuwa nayo sasa inaitwa ACK. St. Andrews. Your time ilikuwa CPK. Iko hapa. I think if I'm not wrong, this is our oldest church tuko nayo. So they used to have Christmas carols. Wanakuja kila hao, wananok, wanaimba Christmas carols. So hizo we have family friends wale wametoka Ushago. Luckily enough, kwa cousins zangu wale hata wametoka Ocha, ni mali unalipa 50 bob unafika. So sijui kama hiyo tunaweza ita Ushago ama tutaita nini. Kutoka wapi sasa? Niko na family, wengine wako Isili, wengine wako Pango, wengine wako Lower Kabete, wengine wako hapa Kiambu. So si unaona si ati zile Ushago ati huko interior. So hiyo ni kumaanisha hivi. Wewe hakuna mtu uko naye wa Nyandarua? Hapana. Na Murang'a. Hata Murang'a hapana. Hapana. Wewe nini? Wewe Ushago yenyu ni Tao? Mimi Ushago yetu ni Tao. Wajukuu wangu Ushago kwao ni Tao. Until recently my parents wamekaa Zima. But sahi walihama wanaishi Utawala. But Zima ni home. Na kuna kitu mimi hupenda kusema sana. Mtaa yetu, vijana wetu, shughuli yetu. That is what keeps me going kwa kila kitu. Nafanyia hii mtaa, napenda hii mtaa. That's why spirit yako inakuwa tu mtaa. Kabisa kwa sababu kuna mahali I think tulisleki sisi watu wa kitambo, but when we were growing up tulikuwa tunacheza, unaona hapo kwa Mwarabu, unasikia hapo kwa Mwarabu kutoka hapo kuteremka mpaka huko chini mpaka mahali utaona Kabangalo kwa kwanza, hiyo yote ilikuwa ground. Tulikuwa tunacheza rounders hapo, ndio tunacheza ball hapo, ndio mavijana wanacheza volleyball, netball, rouge, kila game ungefikiria. So sisi tulikuwa tukigrow up, sisi tulikuwa na grau. But hatukuwa tukijua zitakuja tena zigeuze kidogo zikuwe tini ploti za watu. So hizo ni vitu sai tunajaribu kuangalia. So unataka kuniambia Zima kulikuwa na playground? Zima kulikuwa na grau, Zima kulikuwa na what we call public utility lands. But unfortunately zilikuliwa. So sai maybe like so unataka kuniambiaje? Unajua like normal places zenye zinakuwa na public utility. Yeah. You can spot because in our constitution, in our 2010 constitution, ukiwa na shamba kiasi fulani, 10% unafaa kupatia na community. Tuko na our administrative office
which is the chief and the sub chief, wako kwa baro. Hatuna social hall ya mavijana. Hizi ni vitu ukienda Gedho, uende West, uende Eastlands, utapata hizi ni vitu zimekuwa tangu ile jadi. But Zima haikuwa ikuje ikue estate pase. But because ya population na nini mambo imeenda. Ngoja niulize swali before tuende sana. Zima was okay, umesema is an estate. Ilikuwa by estate by its own. Yeah. Na Zima ilikuwa inaoniwa na mtu individual mwenye alikuwa ametoa shake akiwa peke yake, ama ilikuwa settlement. Zima ilikuwa ya shake ya mtu. Wewe unasikiaga alikuwa anaitwa Zimmerman. Alikuwa Mjerumani, hiyo ilikuwa ni time ya wakoloni. So after independence hawaja vitu ukimbia. So this wabeberu lazima wangepatiana. Si kupatiana but ilibaiwa na ikabaiwa na wasee wa Mwemto. Not related but people from the same area. So hii iko na ilibaiwa na watu wale wa Kabete. Nimekutajia. Akina Guka na Shosho Kuruma, akina Shosho Jenga, akina Shosho Dhuku. Actually Shosho Dhuku amefundisha some of our parents. Okay. Wale wako huku sahi. Okay. So ilikuwa ni mtaa iko na maji because that's why ilikuwa inajulikana tu ni mtaa ya Upang. Ni mtaa ya Upang, ilikuwa ni mtaa nyumba hiyo time hakuwa na single bed sitter. Ilikuwa ni mtaa ya bungalow. Ya mabanga. Nyumba ni mbili kwa gate moja, compound kubwa, mko na tap ndani na choo na mko na tap nje ya kufulia nguo. That's why ilikuwa inaitwa mtaa ya Mapang. Unajua sasa sisi tukiwa Kahawa West, tulikuwa tunajua Zima is a no go zone. Is a no go zone. So hata tulikuwa na ile tukikuja kuinda, remember mimi nimegrow tu hapa. Hapa West tukikuja kuinda zilikuwa marori hata 44 by the way imejengwa sana. Tukikuja kulisha ng'ombe na kukuja tukiwinda hatukuwa tunavuka hii mto. By the way hatukuwa tunavuka mto. Juu ulikuwa ukikaa tu wewe ni mtu wewe si wa huku. Ungejulikana tu wewe si wa huku. Hata behaviors tu peke yake. Hapo hujasema poa behaviors. No. By the way, do you know behaviors za wase wametoka place fulani unaziangaliaga unaona mse. Like saizi ukitoka like mgeto akitoka ghetto. Mgeto akitoka ghetto aende place fulani kuna kale ka behavior tu fulani utapata mse ni mgeto. Unaelewa? Benso mimi ndakuchanua. Unaona for example uende out. Dem ametoka hivyo unasema ghetto. Amedunga kawigi kake salama. Amedunga yani. Unless aonge ndio utajua. But mi uona gapi. By luku. Luku na watu wa ghetto wanaweza. Au focus. Au invest na luku. Na luku. But hivyo umesema ni ukweli. Ungevuka mto hivi, mtu angejua. Alafu huku tulikuwaga, hiyo sasa unaita Base Road. Tulikuwaga na shopping center. Tulikuwa na duka moja very very famous. Shopping center by the way ilikuwa wapi? Shopping center ilikuwa hapa Zima shopping center. Hata ukienda saa hii unaona hiyo area ya Wama hapo PC, hiyo ndio ilikuwa shopping center ya Zima. Wacha. Yes. Hii place inakuwaga imeachwa nika wakubwa except kuna watu wanakula inside. Kuna space fulani hapo. Hiyo ndio shopping center ya Zima man. Kulikuwa na wholesale hapo ilikuwa inaitwa PC. Alafu tulikuwa na duka ingine ilikuwa inaitwa Mzedu. Mzedu shop. Alafu tulikuwa na ingine ya mzee mwingine alikuwa anafanya Farmers Choice, alikuwa anaitwa Baba Njeri, pia walikuwa na duka. So tulikuwa tunaitanga baba na mama Njeri. Hizo ndio zilikuwa, kuna times sukari ilikuwaga inakosa sana. So mlikuwa mnabidi mpangie line. Okay. Sasa inabidi mokoro anakutuma wewe, brother, kila mtu anuweka kakota na hiyo scarcity ya sukari ndo mlete sukari inakaa zile budget iko karibu kusomwa back then ndo mlete sukari kilo moja lazima mtu 4 ama mtu 5. Exactly. Tulikuwa na butchery, our most famous butchery I think unasikiaga huyo mzee bado yuko mashallah, anaitangwa Gashuma.
Gashuma the Gashuma the Yes. I know Gashuma, I know Gashuma. Yes. Huyo ndio alikuwa na butchery imta Peke yake. peke yake. Yeye ndio alikuwa Sasa unabonga alikuwa kuhusu- na yeye hapa, alikuwa nayo I think Gedho. Yeye ndio ulikuwa liko Kashuma ukage nyama. You know, hata ungeuliza ati unaenda kuchukua nyama wapi, si kaa saa hii unatumanga bucha ziko mpaka nje ya mlango. Nauliza aje before uende sana. Hiyo unabonga kuhusu 90s or 80s? 80s. Yeah? Historia 80s. Cheki, unataka kuniambia butchery ilikuwa moja na duka ilikuwa moja? Duka zilikuwa kadhaa but sasa mali kila mtu alikuwa anaenda. It's not like now. Back then nimekushow population ya huko ilikuwa kubwa. Unaelewa? So tulikuwa na hiyo Mzedu shop. Tulikuwa na ile ya Mama Njeri. Iko unaona hiyo area TRM kulikuwa na bungalow ilikuwa hapo. So shop ilikuwa kwa TRM ndogo, TRM ndogo, yes. Alafu sasa tulikuwa na PC ile ambayo iko hapa. Sasa hii side hata usiongee. Hii side ilikuwa ni kichaka. Palikuwa panaitagwa Sidian. Imekuja ikaitwa Sidian juu kulikuwa pia na madam fulani aliendaga Stato lakini akona gorofa hapa nyuma. Walikujaga wakabai ka place fulani hapa wakakaita Sidian, kalikuwa kana shika mbaya. Kalikuwa ka club ama kalikuwa ka hoteli? Kalikuwa ka hoteli, alikuwa anauza fish nini. Alafu hapa mahali tuko sahi kulikuwa na club kubwa iliyoitwa Heritage. Huko sasa hao ndio walituleteaga clubbing mtaa sasa. Jua opposite road sasa wanaona sasa iko the other side of the road. Zima mani iko pande ile na huku sasa ni Sidian. Sasa lakini juu hata nimebonga hiyo story. Unaona kuna place sana si upenda kukula kama kimo hapa panaitangwa Success. Hiyo ilikuwa club. Hapo ndio ungekuja upate akina Fadhe mabeste. Hiyo ndio ilikuwa gaba. Alafu kulikuwa na kingine kitambo na hiyo Wama pia ni place ya kitambo sana. Alafu kulikuwa na nyingine ilikuwa inaitwa Tongareni. Hiyo ilikuwa hakukuwa na utu tu wine spirits na sijui tu bar kila mahali. Zilikuwa designated in 98 kukafunguliwa 96 97 ile inaitwa Shera. Sasa hivi mahali kuna Body Sheraton. Ndio nasikiaga mtu alikuwa akisema nishukishe Shera. Sasa hivi wanasemaga nishukishe base. Hakukuwa na vitu kama base. Sisi ulikuwa gazima mahali unashukia ni hapo mtaa. Ni hapo mtaa. Zima man shuka. Alafu sasa na hii stage ya Success pia. So nafurahi juu tunakaaga hivi unapatana na wale watu tumegrow nao in different genres. Anakuzala bado uko mtaa. Unapataga umehama lakini unapata tena bado umerudi hii mtaa. So hii mtaa iko ndani yangu. By the way, I'm so happy about you being in Zimmerman kwa sababu wajua kuna watu wanakujanga wanaanza kusema mimi ni wazima kutoka kitambo. Asa we like ni kama hata umezaliwa Zima. Karibu nizaliwe Zima. Karibu zaliwe Zima kwa sababu zile story umenipatia hata ni story hata siko najua story za Zima. Mimi nilikuwa najua Zima as in ile saizi niko na around 15 17 years. Umeelewa? Mimi siko naelewa mtaa Zima. Zima? Unaona uko na 15 17 years. Hiyo means that you've been part of the growth ya hii mtaa. Yes. And that's the most important thing. Ati nikikaa ati saa hii mtaa ati siwezi enda Radio 44 ama niende wapi, tuko na place yetu. That is growth. Hiyo ni growth ya mtaa. Nikiona mavijana kaa nyinyi, you are doing something. Na najuaga pia wale mavijana umeandika umepatia na empowerment. Nyinyi ni a plus kwa hii community. Of course, yes. So I think hii mtaa kuna mahali utaenda saa hii Roysambu kidogo tumechafuliwa jina. Ukiambia Roysambu kuna mabasi, Roysambu Roysambu BNBs. But at the end of the day, watu wakisema Merry Christmas mimi naenda ushago. Sisi tunajua hapa ni home na hapa ni ushago na bado ni ushago kwa watoi wetu. Unaelewa? Yes. What I do for my youth wa hii mtaa si rahisi. But pia tuko na team, I think unajuaga. By the way, nilikuwa ni come to that point of view. I've seen several things that you've been doing in Zimmerman. Na yani unajitoleaga. Yani
ni kulipwa unalipwa ama unajitoleaga juu vitu zingine unafanya napata umeosha mtaa sijui mara sijui nasimamia mayuthi na nini ama tu ni leadership inakuwa ndani yako ama kunaendaga aje? Hii inaitagwa kujituma. Saa zingine unaangalianga unaona nobody is doing this, and because tunataka a better society. Mi kwanza ulilia boy child sana juu kila mtu aliempower mtoto msichana akasahau boy na wanasahau bila huyu boy huyu dem pia hayuko. Unaelewa? So mi champion for mavijana sana. Hii timu yetu hakuna timu mtu anatulipa. Hii timu yetu si uchanga community. Kuna wale wasee wa kitambo, kuna wale wasee wanapenda ball. So tunakuaga na account ya KCB. So tunaziekanga hata kwa group. So ukitaka kuchangia, tuko na group yetu pia inaitangwa Zimmerman All Stars Support Group. Mtu anarusha hapo. And then I also run my own community based organization. Inaitangwa Go Getters Young Achievers. Nimesimamilia mavijana kwa self help groups kadhaa. Kuna Amaze, kama leo tulikuwa Mboka. Kuna online safe space inaitwa Wazi. So hiyo mradi ilianzia Mathare. So nimeona pia niilete hivi juu nimeona vile pia inasaidia mayouth wa Mathare. So pole pole tu tunasonga. Siwezi fanya kila kitu. Fortunately mi waga mtu vocal. Hao wanasiasa pia siwafikiagi sana kwa sababu what we do we don't do for show. We do it for community. I see. Naelewa? Ile kitu mimi nafanya nikiacha nimementa watu hii mbao nyuma yangu, they will carry on the mantle, and that will be enough for me, making a better community for all of us, not for some of them, for all of us. That's good. That shows that Zimmerman is in you. Iko ndani yangu, iko kwa DNA, na haiwezi toka. Na sitoki na sihami. That is, yani ni ule mtu grow in a place anasema this is me. Kabisa. I was born here. Kabisa. And I'll serve here and I'll die here. Oh yeah. Oh well, dying. With time, because hata mimi saa hii miaka yangu imesonga songa. But I'm hoping in the next 5 years what we can do for this community. Tutatoa hii mtaa yetu na tuirudishe kwa map mahali inafaa kukua. Ikifika ni mambo na mayouth, actually I'm the chairperson of social justice. Hii mtaa. Ndio I fight for kila project inakam kwa hii mtaa. Kama sasa tulikuwa na hii drainage hapa, tuko na a few infrastructure, barabara zinatengenezwa. Haikuagi rahisi, unapata una cross lines na watu waheshimiwa, because I expect kila project inakuja kwa hii community yetu that our first priority ni vijana na wamama wa hii mtaa. Wapatiwe nini? Wapatiwe opportunity. Si mtuletee watu wa nje. Na hapo ndio vita yangu sana sana, saa zingine uingia. But pole pole tu mambo inaenda ikirekebika. So unataka kuniambia like saizi for instance kuna project imeletwa na mheshimiwa mama imetoka mahali fulani na inafaa kufaidi Zimmerman. Unataka kuniambia wale youth wako within Zimmerman wanafaa kunufaika na hiyo project ama how do you phrase it? Okay, kitu ya kwanza, any project which comes tuseme kwa hii ward, tuachane na constituency kwanza, kwa hii ward, casual laborers ama watu wa mkono wanafaa kutoka wapi? Kwa hii mtaa. So contractor anaweza kuja na professionals wake kama 3 au 4. But kama pia ni mafundi kwa hii community, nyumba zinapanda kila siku. Mafundi wako. Shida ni ile maybe bei inakujaga, but ikifika ni watu wa mkono purely, lazima ikuwe ni watoto wa wapi? Watoto wazima na wamama wazima. So do you mean you want to ni unataka kuniambia government projects ama individual projects? Government projects. Actually, thank you for mentioning that. Kuna watu pia wamekuwa wakijenga hao hapa. Tunaendanga tunaongea nao. Mavijana wetu wanaingia pia kazi ya mjengo.
Vijana wa mtaa kitambo kulikuwa na ile perception vile umesema, Yeah. Zima ni kwa mapunk ni kwa nini? Ehe. But watoto wazima wanaojituma. It's only that saa zingine wananyimwa ama wanafungiwa opportunity. Na nikisema nisiseme, ndaisema hizi opportunity wanafungiwa juu ya tumbo cracks. Unaelewa? Na expect mradi yote imekuja hapa, hatufai kupigana watoto ama watu ama vijana ama wamama wa hii community wapewe kazi. It will come automatically vile ukienda Gedho kukiwa na shughuli unapata ni watu wa Gedho, ukienda West like that. So lazima tu champion for this boy child. Ndio tuache kupigwa risasi. I'm so happy in the last 2.5 years kuna kijana ameganiwa down huku because we are making a difference. Yes, I know making a difference saa zingine tunaguarana hapa, lakini kuonesha ati hakuna mtoto ameuliwa hii mtaa kama kitambo is a plus for me. I believe in making a place better than I found it. And I believe we are doing that. Tukirudi hapo kwa about insecurity. Let's come back to insecurity. Yeah. Thing, yeah? How do you do it in Zimmerman, you as a youth leader wa Zimmerman mwenye anajitolea? How do you do it kujua insecurity ya youth? Ama unapata kuna places unapata my youth wameganga up, wamejiundaunda. How do you do it until you get these youths wako in a, okay, how do I phrase it? Wako fit yani. Mta imewakubali. Yes, how do you do it? Okay. You as Jade. Vijana in general wako na shida. Vijana wetu juu ya kukosa shughuli, juu ya kupitia maybe what they are going through from their family setting. Unapata watu wengine wakupata foundation power sana wakiwa wadogo. So how you do this? Number 1, lazima ujue kuongea lugha yao vijana. Mimi sasa mimi niko hapa, mimi si youth. Mimi ni mama, mimi ni nyanya. So najua kuongea nao lugha yao. Number 2, let us not be so judgmental. Wacha kukimbia bio. Wacha turudi hapa. Unajua saa zingine unanipelekaga hivi bio. Umesema Jade wewe ni mama. Mimi ni nyanya. Wewe ni nyanya. Wewe ni youth leader. Mimi ni youth champion. Community champion. Community champion. Yes. Sasa mtu akikuangalia hivi vizuri, anaona kuna unyanya mali. Maybe wajukuu wangu tu. Maybe wajukuu wangu, but sasa hiyo ndio sasa nilikuwa nakwambia kuna that growing up in an estate where people say that we have seen Jade growing in this place from akitoka hapa mpaka mahali saizi yako. Saizi watu wengi saizi wanaweza sema ati umeitwa nyanya. Hapana. Asante. That's why I will take that as a compliment. Asante. Hey, is a compliment by the way. si wengi. Siku hizi watu wanaitwa nyanya mpaka wakiwa 30. Siku hizi mnatukimbiza. But iko sawa. Me that community is that. Yeah. That's the way of the way the community iko. Kabisa. So Jade, mimi saizi nimefurahi sana umekuja studio. Na nimefurahi sana juu nimekupigia simu ukakuja. Anytime. Tumemingle up. Inaitwa ni kumingle up na Benso Chocha. Hii hakunaga story mingi. Safi sana. Ni stories za kuishia. Saizi tunawishia wase Christmas poa, watu waende home, warudi. Umesema uendi home juu already home. Mimi niko home. Huku ni home. Sisi ni wale wa Nairobi by birth ya huko Ela. Nairobi by birth. Hatuna choice. Na unaombaga siku moja ukuwe na ushago? Naombaga sana. Kwanza naweza like ma area
hizi za Mount Kenya na huko na Rumoro, mali unafungua dirisha hivi unaona Mount Kenya, hewa safi, unasikia hizo birds zikiimba. Naweza shukuru sana sana. Sasa wewe umegrow na sauti ya gari. Sauti ya gari, pollution, kelele. Kwanza siku hizi kelele imekuwa imeamplify. Sasa we ni wale wase wakienda Geshagi ni hivyo wametulia. Kabisa. Abete. Kuna miaka ile inafikaga unataka tu ako kapisi. Ako kapisi tu. Hakuna mahali unasikia tu sijui kelele sijui. Na hata ukiambiwa urudi tao unaweza kusema no. Hii concrete jango bana saa zingine inachosha. Nairobi ni shamba la mawe, ni ukweli. Shamba la mawe, juu kila mahali unakanyaga ni mawe. Ni mawe. That's so good. And kuna swali moja nilikuwa nataka kuuliza Jade. Twende sasa kwa siasa. Jade, I know you are very strong in stories of politics. Na stories of politics, we are not going so deep. Kweli. Bado hatujafika hapo. Stories of politics inakuaga deep in a way, usiende deep sana. Twende tu hapa juu. So far from ile time umejua Zima, kutoka hiyo time yako ya utotoni mpaka saizi wewe ni Jade. Kumekuwa na MCA wangapi? MCA wamekuwa wawili. Before stories za MCA kulikuwa na kitu tunaita counselor. So tulikuwa na Bosco, counselor, a good friend sana. Tulikuwa na the late Kinoti ama Baba Sam, tulikuwa tunamuitaga sisi, tumegrow nao. And then ikakuja Pius Mbono, also somebody that I give so much respect to. And then now tuko na Anita Kimani Mogo. Hiyo ni story for another day. Yeah. So kulikuwa nduma, unajua sasa kuna maana nataka tufike. Kulikuwa nduma. Zima. Kulikuwa kukua na barabara. Yeah. Kwa hizo regimes zimetoka, wewe umekuwa ukiziangalia. Who performed well according to you? Acha nikurudishe regime kama tatu ine. Acha nikurudishe nyuma kidogo. Time ya counselor ilikuwa na Zima na Getho zilikuwa zimeshikana. So the ward ilikuwa kubwa sana. Na hawakukuwa na hido MCA ati hii ward development fund. Hiyo haikukuwa hiyo time. So ward ilikuwa kubwa. So Mheshimiwa Pius Mbono wakati wa Kinoti alikuwa MC ama alikuwa counselor? Counselor. Alikuwa counselor. Okay. Baba Sam alikuwa counselor, but unfortunately ni marehemu alikufa. Okay. So Mbono for 10 years personally nili expect more. But alijaribu sana. Alijaribu. But hii pande yetu unajua Zimmerman Ward watu wengi hawajuangi. Zimmerman Ward imeanzia pale TRM kwa roundabout kuja na hiyo ukuta ya Kenya Power. Teremka Committee Road fika pale kwa mto. Panda ya Getho. Mtu ya Tana panda. Ingia SNL. Kata kona. Wacha ngoja. SNL iko. Yes. SNL ni Zimmerman Ward. Hapo ndio Zimmerman Ward yetu imefika. SNL iko Githurai. Okay. Githurai iko ipande. So ipande ni Zimmerman. Kuna kitu moja mimi sielewa hapo. SNL iko Zima. SNL ni Zimmerman. Actually unaona hizo Dragon title, hizo sets ni za Zima. Okay. So Getho ni ipande. Zima ni ipande. Pole. Tumeteremka umefika Mirema Drive. Ingia panda hapo juu. The second, sasa kumejenga the second kabla ufike kwa Hinga. Pale juu kabisa pale karibu Pari. Exactly. Hiyo ni Zima hivyo. Teremka. Zima iko Pari ama Pari iko Zima ama Pari iko Zima. Pari iko Zima. Pari iko Zima. So teremka mpaka SNL. Kata hivyo, ruka hiyo bypass. Enda
mpaka Starehe Girls. So hiyo ndio Zimmerman ward yetu, unaelewa? Okay, wacha nikuulize. Starehe Girls haiko Kiambu, nimeona unataka kuniuliza. Hapana. Starehe Girls hapo ndio Zimmerman. That's what nilikwambia. I want to know more about Zimmerman, and that's you. You are here. Kwa sababu kitu moja, watu wakienda stories za campaign waga wanasahau na hii area ya Mirema. Wanasema huko ni Roysambu. Roysambu ward. Roysambu ward. So unataka kuniambia barabara ikienda straight mpaka kwa ile bridge ya pale juu bypass? Hapana. Okay, vile imedividiwa, unaona ukifika Paris kunako Kabaro. Si Paris iko hapa, kunako kabarabara. So hiyo ni part ya Zimmerman ward. Imegawanywa, kuna part ya Zimmerman ward na kuna part ya Roysambu ward. Tumeelewana? Okay. So ukipita na hapo juu, sijui hizi boundaries zilikuwa zikichorwaje. But hii pande tuko all the way to SNL. That is part of Zimmerman ward. Unaona huku katikati mahali kumejengwa? Huku nyuma ya Africana. That is Zimmerman ward. Okay. And that is why we are also pushing to put a polling center ingine. Sababu population imegrow. Hatuwezi kuwa tu na polling station Cornerstone, Njathaine na Zima. We need another one. And how comes Njathaine ilikuja ikakuwa ni Zima na Njathaine? Njathaine iko the other side of, like, inaonekana ni iko Kiambu. Because before hakukuwa na bypass. Nakumbuka. Si tulikuwa tunavuka hii ngambo tunaenda Njathaine. Hakukuwa na bypass. Okay. Hakukuwa na hiyo geographical boundaries. Okay? But I think pole tu vile vitu zinaenda kuchange because I make sense. Tuko na permanent geographical boundaries na yet tuko same. Actually we are very unique. We are the only ones in Nairobi County that kuna hii side na kuna ile side ingine. Yeah, na ndio vitu kama BBI zingepita, vitu zingine zingekuwa different kidogo. But that is us pia. Because mimi kulingana mimi venye mi huona, Zimmerman mi kani kulizo kwangu. Haingepita mto. Haingepita hiyo bypass the other side. Ingekuwa tu ni Zima peke yake. Hiyo ingine washikanishwe na Maroroi. Now ndio nakwambia. Hiyo ni maendeleo. Nimekwambia Njathaine tulikuwa tunavukaga, sasa hiyo anaitanga Njathaine, si tulikuwa Kitangoe. Tulikuwa tunavuka tunaenda Ngoe. Unaelewa? Hakukuwa na hiyo bypass. Hakukuwa. Hapana. Katikati tu kulikuwa na Kakware. But ilikuwa ni mahali hata ukiwa hii side ungeiona. Sasa hivi vile kumejengwa tulikuwa tunaiona. Because we used to have friends, families, pia hiyo pande. But Zima ni kubwa. Population yetu roughly I think tumefika 50 sai or more. 50k. Or more. Unajua the last census. The last census. But so, Zima is more than 50k. The last census. Unajua census will happen after 10 years. After 10 years. So tukiangalia pia huku Rorie, huko Shamba. Hiyo huko sasa ndio ilikuwa kiwanja kubwa kabisa. Tulikuwa tunitaga Softy. Yes, tulikuwa na mzee mmoja anaitwa Jode ama Baba Soka. Baba Ubuyu. Alitungangania sana hizi stories za hizi public spaces. Na niulize swali like in Zimmerman. Hakukuwa na high school? Hakukuwa ikuwa na high school? Hapana. Sima hakukuwa ikuwa na high school. But mlikuwa mnaenda shule wapi? Juu sasa unaona like kuna in Roysambu by there kunaga high school. Iko. Where? Kamiti Secondary. But is very far. Is very far away from that has been the only secondary school until hii katiba yetu na tukafanywa constituency, because we never used to have Roysambu constituency. We used to be part of Kasarani. Kasarani was a very big constituency. Unaelewa? So we were until 2010, sasa 2013 ndio tulikuja tukachagua mbunge wetu wa kwanza. 2013. Kwani bungoja Roysambu tulikuwa chini ya Kasarani.
So sisi tulikuwa tuna vote. That's why unasikia tulikuwa na watu kama kina Elizabeth Ongoro, tulikuwa na kina Adolf Mushiri, tulikuwa na kina Omondi, because we were part of Kasarani. Kasarani ilikuwa imeshika mpaka Mathare, imeuma Huruma, imeuma. Yes, Kasarani ilikuwa kubwa sana. So MP moja alikuwa wa kutoka D kwenda Mathare kurudi mpaka KM. MP moja alikuwa Kasa, alikuwa Bangu, Kariobangi, alikuwa Mathare, alikuwa pati ya Mathare North, Ruaraka nao. Sasa hiyo yote ilikuwa imekuja hivyo chini mpaka huko KM. So tulikuanga constituency moja. So after constitution ndio sisi tukapata nimegetio kitu. Constituency. Ni kama before tulikuwa chini ya sub county bado ya Kasarani. But this year we thank God that Roysambu is also a sub county on its own now. So tunasonga tu pole pole. So hiyo time ile secondary tulikuwa nayo ni committee ya. Then after 2013 time ya mheshimiwa Waihenya Ndirango, yeye ndio amekuja kutuboostia sana. Hata hapa Zima, hapo Roysambu Primary. Hiyo building iko hapo karibu na kitchen. Hiyo ilikuwa ikuwe seko. Lakini kuna mchezo zimechezwa, lakini tutakerekebisha pole pole tu. Hiyo ilikuwa ikuwe secondary ya Zimmerman. Tunakwambia hizi mambo ni mingi. Tutakuja kwa hiyo ni Christmas. Hiyo ni Christmas. Hii ni Christmas. Tuko kwa Christmas, mood. Watu wa Roysambu, Merry Christmas sana. Hizi vitu zingine utakamtu tukiongelea pole pole. Tutakamtu pole pole tukidig deep tujue kutoka hapa mpaka hapa tumefika wapi, kutoka hapa mpaka hapa tumefika wapi. So far nimefurahi sana Jade. Nimefurahi sana juu mimi sijaipata kumingle up na mtu wa hood. Jo kuna ile una mingle up na na mtu wa hood unajua. Kwa hivyo nikikanyaga line fulani niliambiwa hiyo line nisikanyage na Jade. Kabisa. Nafaa nijue ile line fulani inafaa ikuwe fulani. Kabisa. Umeelewa? Kabisa. Na unasikiaga sometimes ukienda hood fulani jua hiyo hood inakaaje kwanza. Kabisa. So mimi heshimu wale umepata. Of course. Jo malioness na malion wa huko ni kina nani na hiyo mtaa inakaagaje. Kwa sababu unaenda kupata mahali umepata hawa ukienda kuondoa kwa hiyo laini wanakuangalia kama gazeti kwanza. Wanakuangalia kama gazeti. Of course, yes. Kabisa. But imta mi usema wenyeji wa kukam as long as you are a plus kwa hii community. Hii community yetu ina challenges mob sana. Na ndio nimekuambia kuanzia pale mbeleni. Sisi wenyewe ndio tutazirekebisha, sisi kama mtaa, sisi kama community. Number one, by kuchagua wale watu wanafaa. Okay. Najua kuna kafununu hivyo Jade. Watu wananiambia nisimame. But saa zingine inakuwa gani tricky kwa sababu I'm passionate about community work. That is my calling. And then kuna siasa. Naelewa. So kuna siasa na kuna community work. Ni kama vile kuna kazi ya God. Mwana siasa haizi kuwa mchungaji. Of course. Ndio maana mimi usema kuna kuanga na time ya kila kitu. Oh yeah. Kabisa. We're in a Christmas mood. Let's be in this Christmas mood. Kabisa. When the politics come. When the politics come. Tunasema tutawasha pepete. Iwake. Kuna kenye kinazaliwago wakati wa politics. Oh yeah. So for now we are just wishing watu wazima, hii ni mtaa yetu. Kabisa. Christmas poa, watu wa Roysambu, Christmas poa. Tunawishia anyone who lives around busy yetu nini. Na nimefurahi sana by the way let me say this I'm so happy to know Zimmerman. Mimi nilikuwa naogopa Zima kutoka kitambo. Nilikuwa naogopa kabisa. Unaona ile kuogopa Zima ati ile wale maboi wanatoka. By the way unajua maboi wa Zima walikuwa wanatunyang'anya madem. Juu ya luku.
Juu ya luku. Juu ya Na lugha. maluku, malugha. Okay. Alafu unapata zile ma device wanakuja nazo. Unajua si tulikuwa napenda muziki kutoka kitambo. Yeah. So unapata huyu kijana amekuja na Walkman, wewe hauna, na dema anataka kusikiza muziki. Kabisa. Umeget hiyo Walkman na ile disc ile hiyo ile ilikuwa inaweka ka CD ndani. Ka CD ndani. Umse anatoka zima. Manzile kiatu wamekudungia, kiatu tu peke yake. Watu wazima hakuwa masahara. Kwa matimba, mafila, mafubu. Hizo nini za kitambo. Sasa unashindwaje? Amesag. Alafu wewe na demu wako umeshinda hapa, sijui unataka kusema ya. Hata akipita tu mara mbili akaona Walkman zake na headphone nini, apita bidi dakika kidogo amevuka na demu wako. Si tulikuwa napigana mawe. But karibu sana. Thank you. I'm so happy that you're part of this community. Yes. You are an absolutely plus. Thank you very much. Nikiona vile umejituma. Yes. Hii mambo ya photography, media nini, na kama unachanua watoi. Najua kuna wale watoi si utuma huku na unawafundisha 1 2 3. Yeah, of course. Bila kulipwa. Yes, thank you. We appreciate. Thank you very much. Thank you so much for having me. Thank you. Watu wangu wazima, mtu anza na home. Na Walombo Tov mbaya sana. Sana. Merry Christmas. Mungu atujalie, atutangulie kwa yote. Happy New Year. Mavijana, watu wajitume. Si ndio? Watu wajitume. Tusare crime, tusare madre. Kwa wamama nawapenda sana. Asanteni sana. Wazazi wetu wale bado wako zima. Andre Sambu as a general. Tuko pamoja sana. Thank you so much, Benso. Thank you so much, viewers. Huyo amekuwa Jade. Tumekuwa na very happy moment this Christmas Eve. Tunawishia all the best. Muende Ocha, murudi, tuanze mboka sasa. Unajua Januari imekaribia. One thing tungependa kukuambia tu saa hizi, musituombe fare ya kurudi. Mtu arudi vile alienda. Mtu tu venye alienda arudi hivyo, msituombe fare. Kama umeenda na gari ya kahaya ama ni gari yako, weka mafuta full tank. Okay? Jua next year is coming, na next year ndio tunaanza job vizuri. Saizi tuko tu hapa. Hatuna haraka. So, Merry Christmas and a Happy New Year. We say kudos. Alhamdulillah. Tunawapenda sana. Wow.